Baadhi ya vijana wamekuwa wakiwatumia viongozi. Baadhi ya viongozi wamekuwa wakileta majina ya vijana, ndugu zao, jamaa zao au marafiki zao, kuwaombea nafasi za kujiunga na Jeshi la Kujenga Taifa hapa makao makuu ya jeshi. Na wengine wakipeleka maombi hayo ya majina ya vijana katika makao makuu ya Jeshi la Kujenga Taifa. Ndugu wanahabari, hako ndo tulipofikia. Kiongozi kabisa anakuja na vijana 10, vijana 20, ndugu, jamaa na marafiki, hata mikoani, kwenda kwa viongozi wa mikoa, wa wilaya, wa maeneo husika, kuwaombea vijana nafasi za kujiunga na jeshi. Au vijana wamechujwa na nani? Nani anajua utanzania wao, uzalendo wao, wamezaliwa wapi, wana tabia gani, na wametumwa na nani? Kama si kutengeneza kikundi, nichukue vijana wangu 20 nitawapitisha mkoa huu, vijana wangu 20 nitawapitisha mkoa fulani, vijana wangu 20 nitaenda makao makuu ya jeshi, vijana 20 nitaenda makao makuu ya Jeshi la Kujenga Taifa. Ametengeneza vijana wangapi? Zaidi ya vijana 100. Wanapata mafunzo ya kijeshi. Anaenda kuwatumia kwa matumizi yapi? Hapo ndo tukasema hatutakaa kimya. Lazima tuelezane ukweli, kwa sababu hili jeshi ni la wazi. Na kwa sababu viongozi wamejitokeza, lazima tuliweke wazi. Huko walipo wanajijua walioleta majina, na baadaye nitasema ni hatua gani tutachukua. Kwa sababu hizi ni zama za uwazi na ukweli. Ndugu wanahabari, kuna changamoto ambayo hii niseme imekuwa na mzizi ambao inahitaji sasa huo mzizi ukatwe. Utapeli katika uandikishaji. Kuna baadhi ya watu wasio waaminifu wamekuwa wakiwalagai na kuwarubuni wa Tanzania, wazazi na walezi wa wale vijana. Wale wengine ambao wanapokea hizo hela, iwe ni raia mwema, iwe ni mtu yeyote, hata kupa nafasi ya kujiunga na Jeshi la Kujenga Taifa kamwe. Kwa sababu nafasi hizi zinapita katika vyombo husika, katika watu husika, zinachujwa. Ndugu wanahabari, mtakumbuka tulikutana mahali hapa siku wakati nilikuwa natangaza ajira au kuandikishwa jeshini kwa wataalamu wa tiba, wale madaktari na fani nyingine. Tulikutana masaa kama haya, nikiwa nimekaa hapa eneo hili, kama sikosei ilikuwa tarehe 9 Disemba mwaka jana 2018. Nilizungumza sana kuhusiana na utapeli, nilikemea sana na niliwaomba sana Watanzania kutotoa hela, kutodanganyika ili kuweza kupata nafasi. Nilitoa rai kwa wananchi, nikawaomba wananchi, na nikatoa maelekezo kwa wale ambao wako chini yangu kwamba kamwe visifanyike vitendo kama hivyo. Lakini tumevishuhudia vitendo hivyo vinafanyika katika zoezi linaloendelea hivi sasa. Sasa hatuwezi kuficha vitendo viovu vinavyoendelea. Lazima tuviseme, tukemee na tuchukue hatua. Taratibu zilizowekwa katika uandikishwaji, kabla ya kutoa maelekezo ya uandikishwaji kunawekwa taratibu. Hii imekuwa ni changamoto nyingine. Taratibu hizi hazifuatwi. Kwa kipindi hiki ambapo tunaandikisha, huku nyuma taratibu zilikuwa zinafuatwa. Kwa zoezi hili linaloendelea, taratibu hizi kwa baadhi ya maeneo, sio yote, sehemu nyingine wamefanya vizuri sana,
kwa uadilifu, kwa kufuata taratibu. Baadhi ya maeneo taratibu hizi zimekiukwa. Wanataka kuwachukua vijana kwa nje ya utaratibu uliopangwa, na vijana wengine wanakwenda mbali sana. Nakuja, mimi ni yatima, sina baba, sina mama. Na wazazi wengine, wazazi wanawatuma watoto wao, nenda mkaseme sina baba, sina mama. Mwingine anakwenda mbali zaidi, anasema bwana, mimi nalipenda hili jeshi toka kabla sijazaliwa. Mwingine anasema mimi nataka kuwatumikia Watanzania kupitia